mapendekezo yaliomo kwenye ule mswada wa fedha wa mwaka 2023, na kuna hili swala ambalo Wakenya wamekuwa na maswali chungu nzima kuhusiana na mpango wa kutoa 3% kwa ule mpango wa kujenga nyumba za bei nafuu. Wakenya wanauliza ni kwa nini wanalazimishwa, manake wengine wanaona ni kana kwamba wanalazimishwa, pengine hawako tayari kuwa wamiliki wa nyumba. Wengine wanasema ya kwamba hawakuhusishwa kabla ya yale mapendekezo. Na tumeshuhudia miungano mbalimbali ya wafanyikazi ikisema ya kwamba ikiwa mapendekezo hayo yatapitishwa basi kutakuwa na migomo. Ni swali nzuri sana umeniuliza, kwa sababu ni swali ambalo nimekuwa nikingojea kujibu. Nataka Wakenya wanisikize kwa makini. Niko na maswali matatu ambayo sisi kama Wakenya lazima tujiulize. Jambo la kwanza, ni kwa sababu gani watoto wetu, vijana wa taifa letu la Kenya milioni 5 wanahangaika barabarani, wanazunguka madukani, hawana ajira? Swali la kwanza. Swali la pili, ni kwa sababu gani taifa letu la Kenya iko na vitongoji duni, slums, 1141, Wakenya milioni 6, ndugu yangu Abdi, milioni 6 wanaishi katika vitongoji duni. Hakuna maji, hakuna choo, hakuna barabara. Kenya yetu hii milioni 6. Why? Jambo la tatu, ni kwa sababu gani katika taifa letu la Kenya hakuna nyumba mwananchi wa kawaida anaweza kununua? Nyumba yote ile iko bei chini sana, milioni 5. Mortgage 60,000. Wakenya wangapi wanaweza kulipa mortgage ya 60,000? Jambo la 4, wale watu ambao wanafanya kazi, sisi tunaolipwa na ushuru ya Wakenya ni watu 1700, kuanzia rais mpaka kupitia kwa mawaziri, kupitia kwa madaktari, kupitia kwa walimu, kupitia kwa wauguzi, mpaka wale wa chini messengers na wale wengine 700,000. Tunalipwa na ushuru ya hao Wakenya wote. Imefika wakati, rafiki yangu, tufikirie ni vipi sisi tulio na bahati ya kufanya kazi, na sio kwamba ati mimi kwa sababu ni rais leo ati mimi ni bora kuliko wengine, ama wewe kwa sababu ni mwalimu ati wewe ni bora kuliko wale wengine. Ile kazi mimi nafanya kama rais, na ile kazi mwalimu anafanya, na ile kazi daktari anafanya, kuna Wakenya zaidi ya 5,000, 6,000 wanaweza kufanya hiyo kazi. Wewe umebahatika, wewe ndio uko na hiyo kazi, na ndio kwa sababu wale wengine hawana hiyo kazi. So ile swali lazima tuulizane ni kwamba mpango ambao utatupatia sisi nafasi ya kuajiri watoto wetu, ya kutoa aibu ya hawa watoto wetu wanahangaika barabarani, wanahangaika madukani, ndio wale wameingia kwa ulevi, ndio wale wameingia kwa madawa, ni nini tutafanya? Na ndio niliwaeleza Wakenya wakati nilienda kwa campaign. Niliwaambia Wakenya, nchi zingine, China, Singapore, Korea, ile wamefanya, wameweka mipango katika labor intensive infrastructure programs. Many of them wameweka mpango katika mambo ya housing. So hii housing sio nyumba. Naona watu wengi wanasumbuka, sisi hatutaki nyumba bana. Mbona nani alikuambia tunahitaji nyumba? Sio nyumba peke yake ndio tunatafuta kwa hii mpango. Ni kweli nyumba itapatikana, tuondoe wale Wakenya milioni 6.5 wanaishi katika slums. Ni kweli. Lakini wacha tafadhali. Lakini ya muhimu zaidi ni kwamba kila nyumba tunayojenga tunapata ajira ya vijana wetu 5. Kila nyumba. Zile nyumba ambazo tumeweka katika mpango yetu 500,000
No, 1 million in the next 5 years. 200,000 every year. Hizo nyumba 200,000 every year itatupatia nafasi ya ajira kati ya vijana 1,000,000 na 2,000,000. Ndio tumesema vile wengine wamefanya, tunasema kila mfanyikazi atoe 3%, na sio 3% ya mshahara yako yote. Ile inaitwa basic pay. Mwalimu kwa mfano, basic pay pengine ni 30,000. Sawa? Shilingi 3% ni shilingi 900. Right? Na hatusemi hiyo 900 ati ni ushuru. Si ushuru, ni pesa yako. Lakini unatupatia kwa muda tufanyie mpango ya wale watoto wetu wanaorandaranda barabarani, wengine wao ni watoto wetu wa kuwazaa, our own children, kuwapangia ajira. Sawa? Na hiyo that's why ni watu waelewe, it is a win-win project. Wewe ukitoa 3%, Abdi, mwenye amekuajiri anatoa 3%, kumaanisha na hiyo 6% yote ni pesa yako, sio pesa ya mwajiri tena, ni pesa yako, na sio ushuru, ni pesa yako. Tunaelewana? Na hiyo pesa ndio tunataka kutumia kujenga hazina ambayo itatusaidia kufanya mambo matatu ya muhimu. Jambo la kwanza, leo tunajenga nyumba 1% ya nyumba zote zinajengwa Kenya inaweza kununuliwa na mwananchi wa kawaida. Tunataka kuongeza nyumba ambazo zinajengwa ambazo zinaweza kununuliwa na Mkenya wa kawaida kutoka 1% mpaka 50%. Wacha niwaeleze wa Kenya vile hiyo kazi itafanyika. Tuko na mipango miwili. Tuko na yenye tunaita social housing. Tuko na ingine tunaita affordable housing. Social housing ni kwa wale watu wa mapato yao ya chini. Tunasema yule mtu ambaye anaishi Kibera, yule mtu ambaye anaishi Mathare, yule mtu ambaye anaishi Kisumu Kondele, yule mtu ambaye anaishi hapo Kakamega ama anaishi Murang'a ama anaishi Kiambu, ambaye analipa rent kwa ile nyumba ambayo haina choo, haina taa, haina maji, shilingi 2,500. Huyo mtu na 2,500 yake tunataka kumjengea nyumba, atalipa shilingi 2,500 kwa nyumba ambayo iko na maji, nyumba ambayo iko na facilities, iko na kitchen, iko na choo, na analipa shilingi 2,500. Wakenya watataka kuniuliza, Bwana Hasla, hiyo nyumba iko wapi? Nataka munipatie nafasi niwapeleke hapa Soweto. Okay. Kibra. Soweto A. Pale kuna kiongozi ya wamama, kuna kiongozi ya hiyo Soweto A anaitwa Mama Shiro. Alikuwa anaishi kwa nyumba haina choo, haina maji. Leo anaishi kwa nyumba ambayo analipa 2,500 na ni nyumba ya ghorofa. Hako kwa flat yake. So, what am I saying, my friend? I am saying kwa wale ndugu zetu, we have a duty. Kwa sababu wengi wao wanauliza kusema, how is it my business? Inanihusu nini? Kama yule hana kazi, inanihusu nini? Kama anaishi kwa slum, inanihusu nini? My friends, mimi nataka niwaambie, inakuhusu kwa sababu yule unamdharau ndio analipa ushuru, wewe ukapata mshahara. Number 1. Number 2, yule ambaye unamdharau, huyo pengine ni ndugu yako, pengine ni dada yako, ama ni Mkenya mwenzako. Jambo la 3, hasara yako ni nini? Kwa sababu ukitoa 900 kama ni mwalimu, tunakuongezea 900 kama serikali, kama mwajiri wako. Ya? Usipotoa 900 hatukupi 900. Lakini ukitoa 900 tunakupatia 900. Alafu kama huhitaji nyumba, baada ya muda miaka 7 ama ukitaka kwenda retire, tunakurudishia pesa yako kama hujatumia kununua nyumba, na tunaongeza interest.
Kama unataka kutumia kwa njia nyingine, unaweza kumpatia mtoto wako akatumia kununua ile nyumba. Okay. Well, President, affordable, acha niende hapo kwa affordable housing kidogo tu tafadhali. Okay, briefly, we need to proceed also. Tafadhali. Okay, thank you. Kwa sababu unajua hii maswali ni mingi. Yeah. Watu wengi wanasema lakini bwana hii sasa hata kama ni 900 si nitachukua miaka 60 ndio niweze kununua nyumba. That is not the case. Hii pesa ambayo unatoa sio ya wewe kununua nyumba. Pale tukishajenga manyumba ya kutosha ambaye wewe unaweza kugharimu kwa ile mshahara yako. Tunajenga nyumba ya 2,500, 4,600, 8,000. Ile the most expensive house tunajenga ni karibu 12,000, 3 bedroom house. So tunasema hivi, ile pesa ambayo tunaweka pamoja ni kutupatia uwezo ya kuleverage kwa hiyo pesa. Kama ni bilioni 5, tunaweza kuitengeneza kiuchumi iwe mara 5, mara 7, tuweze kuitumia kujenga manyumba. Hii manyumba itatusaidia kwa wale wanaishi katika vitongoji na hata wale wengine wote ambao wanalipa rent. Badala ya kulipa rent, wewe utaingia kwa nyumba ambayo badala ya kulipa rent utalipa mortgage. Okay, Mr. President. Unaelewana? Yep. Wacha nimalizie tu kidogo. Okay. Huyu jamaa anasema sasa mimi nalipa rent saa hii ya 5,000 na nakatwa 900. Itakuwaje? Kama unaweza kulipa rent 5,000, mbona usilipe mortgage 500 ndio nyumba iko yako? Iko dhambi gani? Na katika hiyo harakati, number 1, umesaidia nchi yako. Umesaidia wale jamaa hawana kazi lakini wanatusaidia kulipa ushuru, ndio mshahara yetu. Mimi kama rais, na wewe kama daktari, na wewe kama mwalimu, na wewe kama mjumbe, na wewe kama MCA ilipwe. Pia tuwasaidie wapate ajira. Okay. Tuwasaidie wapate mahali pa kuishi. Na jambo la 3, tuhakikisha kwamba mashamba yetu ambayo kwa sasa yanakatwa ili wananchi waishi, we start to consolidate our position kama townships. In any case, statistics show, my brothers and sisters, that the future is urban. By 2050, 68% of people will be living in towns. So we have a choice. Are they coming to live in slums when they come because they will come? Okay. Or are they going to live in decent houses? Thank you, Mr. President. And if they are going to live in decent houses, we have to engage in this win-win program. Okay, in this program, just allow me 1 minute. In this program, because it is very important to me, and it is very important to every Kenyan, and I want every Kenyan to understand why they have to contribute 3% of their salary. It is not that it is a tax. It is your money, my good people. Okay. And we are going to double that money using your employer. And you are going to get that money with interest. And you are going to support us. You are going to help us to employ the millions of young people, including your sons and daughters, in give them time for the questions now, Mr. President. And Mr. President, you have